tu kwa sababu ya Roho Mtakatifu anayefanya kazi ndani yake. Misa ni tendo kuu, nimesema, la Kristo. Kristo ndiye anatenda kupitia kwa Roho Mtakatifu katika kanisa, lakini hutokea tu kwa sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yake. Katika inaitwa epiklesi, ambayo inasema kwamba tuma Roho wako. Katika sala ya Ekaristi, kuhani husema katika ile sala ya Ekaristi wakati wa consecration, basi Baba, tujalie kwa kuombea Roho wako atutakafuzie sadaka hizi. Ni Roho Mtakatifu anayebadilisha mkate na divai kuwa mwili na damu ya Kristo. Tukisoma katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, Catechism of the Catholic Church, sura ya 1105, vile vile sura 1353. Pia vile vile anafanya liturujia iwe hai. Roho Mtakatifu ndio anafanya liturujia ikawa hai. Yeye ndio anafanya. Mwalimu ni mwanakwaya, anaimba jinsi anavyoimba. Yule ambaye anachangamka, yule ambaye ana karama ya kutafsiri kwa kimya kimya anatafsiri, yule ambaye ana uombezi ana kucheza, na mambo yote inafanyika katika liturujia ya misa. Roho Mtakatifu ndiye anayefanya liturujia inakuwa hai. Hii ni kulingana na mafundisho ya Kanisa Katoliki namba 1108. Katika kila tendo la liturujia, Roho Mtakatifu hutumwa ili atuingize katika ushirika na Kristo. Yeye ndiye anayechukua maneno na ishara na kuzifanya ziwe mkutano wa kweli na Kristo. So yeye ndiye anatuunganisha sisi na Kristo, anaunganisha sala zetu na Kristo. Vile vile katika misa anatutayarisha kupokea Roho, anatutayarisha kupokea Ekaristi Takatifu. Tunavyojua kwamba katika kitubio Roho Mtakatifu ndio anatutayarisha tuweze kwamba mwalimu Roho Mtakatifu anatukumbusha yale ambayo tumesahau, anatukumbusha dhambi zetu. Yeye ndiye anatukumbusha kwamba hili ni nzuri, hili ni baya. Kama ni baya, anatukumbusha kwamba enda tafuta patanisho na Mungu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ndiye anayatenda katika sisi kwenda kukaribia kiti cha neema. So Roho Mtakatifu ndiye anayetayarisha mioyo yetu kusikiliza neno mwanzo na kupokea komunyo. Ndiyo maana tunasali njoo Roho Mtakatifu kabla ya kusoma Injili. Vile vile anatuunganisha tuwe mwili mmoja. So baada ya komunyo tunasali kwamba tujae Roho Mtakatifu, tuwe mwili mmoja, roho mmoja katika Kristo. Katika sala ya Ekaristi ya 3, Roho ndiye anayebadilisha watu wengi kuwa mwili mmoja na Kristo kupitia kwa komunyo takatifu. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba Roho Mtakatifu anatakafutiza katika wakati ule wakati wa kubadilisha mkate na divai kuwa mwili na damu ya Kristo. Hiyo ni tendo la Roho Mtakatifu. Anatutakafutiza sisi katika sakramenti zote za kanisa. Sakramenti zote za kanisa ni takatifu. Sakramenti zote za kanisa zinafanya kuwa takatifu. Sakramenti zote za kanisa ndizo zinafanya, wote niweke hivi, ndizo zinafanya kupitia kwa Roho Mtakatifu Kanisa Katoliki limedumu miaka 2000 plus na zaidi. So Roho Mtakatifu kwa muktasari anaunganisha kanisa, anafanya tuwe mwili mmoja. Roho Mtakatifu anatuma kwa utume, anatoa karama kwa huduma. Roho Mtakatifu anafundisha,
anatufundisha kuomba. Roho Mtakatifu ndiye anatufundisha kuomba. Pasina Roho Mtakatifu hatuwezi kujua kuomba, mwalimu. Yeye ndiye anatuonyesha kwamba tuombe jambo hili, tusiombe jambo gani. Sasa yeye ndiye anaendelea kutukumbusha, kutufundisha. Anaomba ndani yetu. Katika kitabu cha Mtakatifu Paulo kwa Warumi sura ya 8 mstari wa 26 unaweza kusoma, mwalimu. Ni muhimu sana kwamba anaomba ndani